Kuna hadithi ambazo hazisemwi, hadithi zenye maumivu zinazofichwa ndani ya nyumba. Christina ni mama mwenye watoto 4. Aliishi kwa hofu kwa muda mrefu, mpaka siku alipoamua kusema inatosha. Christina alifanya maamuzi ya kufika ofisi za CSD na kupata ushauri na huduma ya kisheria. Naishi na mwanangu. Ndio. Yaani siku hiyo usipokutia mkono unamwambia Mungu asante, hajakupiga. Na kipigo atakachokupiga sio kwamba yani hatakutia, lazima kutoa damu na lazima kutia, yani lazima upate maumivu. Ana mbali na kupiga, lakini anajaribu kuwatunza watoto, labda anatoa matunzo ya watoto. Watoto hapana, hawatunzwi. Sawa, pole sana. Sasa hizi unajishughulisha na nini? Sasa sina kazi. Una kazi yote? Sina kazi yote. Pole sana. Sasa ushauri wangu bibi pekee, inabidi kwenda kulitolea ile swala taarifa polisi. Lakini pia ile swala zima la matunzo ya watoto ni swala la lisilokubalika kabisa, sababu watoto wale ni wa jamii. Christina alifuata ushauri aliopewa na mwanasheria, lakini bado jitihada ziligonga mwamba. Shule tukaenda kituo cha polisi kusindikiza, lakini pia tukakusindikiza ofisi ya ustawi wa jamii. Nakumbuka alionywa, si ndio? Lakini pia ustawi wa jamii akaambiwa atekeleze. Sasa ni kwamba bado anaendelea kukunyanyasa pamoja na maonyo yale. Au ni nini? Kwa nini leo umekuja? Leo nimekuja kwa sababu yani hajabadilika. Bado anaendelea. Hivyo. Sasa mimi nikushauri hivi. Sasa ni bora kufanya uamuzi mgumu. Sikwambii udai talaka, lakini kama utaona vyema ni vizuri ukajitenga naye kwanza, wakati tunasubiri labda swala la talaka kama utaamua mwenyewe. Sawa? Lakini kingine kikubwa, ili sasa uweze kukaa mwenyewe, anza kufikiria namna ya kujitegemea. Kwani unapenda kufanya shughuli gani? Unapenda kulima? Basi sawa. Sasa unaweza ukaanza kulima labda hata kama ni shamba robo eka moja, lakini pia ukipata eneo la limani pia unaweza kulima mboga na shughuli zingine za ufugaji na vitu vingine. Sijui unalionaje? Uko vizuri. Unaweza kuanza kuthubutu kufanya kujiajiri? Naweza, kwa sababu kama ni uwezo wa kupambana. Shazoea kupambana. Sawa. Sasa hebu nenda kazi kidogo. Sawa. Hapo ndipo Christina alianza kujipambania kwa ajili ya maisha yake na watoto wake, na akaamua kuwa mjasiriamali wa kilimo cha mboga na mazao ya chakula. Hakuna safari isiyo na changamoto. Christina pia anakumbana na changamoto nyingi katika ujasiriamali wake, hasa upande wa kilimo. Eneo ninalolilima ni la kukodi, linahitaji lilipiwe na limo. Baada ya hapo kuna mbegu inahitajika, kuna mbolea. Kwa hiyo changamoto huwa ni kubwa, kuna sumu na pia kuna uhaba wa maji. Mahali ninapochota maji, chanzo cha maji kiko yani mpaka kufika shambani ni mita 150. Kwa hiyo changamoto bado ni kubwa sana, kwa sababu nikiangalia gharama ninazotumia kwenye asilimia hiyo naweza nikapata kwa kiasi kidogo ambacho nitaweza kulia familia yangu. Pambana hivyo ndani maisha yasonge, nisikate tamaa, watoto waendelee kusoma, watoto waendelee na maisha, ili tu wasiweze kuzunguka mtaani kana kwamba wamekosa mwelekeo. Maadamu niko napambana na watoto wangu, hivyo maisha yanasonga. Christina pia anajihusisha na kazi ya kufua nguo ili tu apate fedha ya kukidhi mahitaji ya familia yake. Ama kweli mwanamke huyu ni mpambanaji. Pia ninajishughulisha na kazi yangu ya kufua. Huwa ninafua nguo huko mtaani. By the way, kuna ambao wanaoleta nguo kutoka huko wanazileta mpaka hapa kwangu nyumbani na wafulia, zikikauka wanakuja wanazichukua. Lakini ndio hivyo, sina mashine isipokuwa tu natumia mikono yangu kufulia hapa nyumbani. Kuna wateja wanaoleta na kuna wateja ambao nawafuata na nyumbani kwao huko mtaani. Naendelea na kazi kama kawaida. Kwa kupitia ushauri aliyopata, Christina
anapata mwangaza mpya wa maisha na anaweza kusimama tena. Na leo hii amegeuza maumivu kuwa nguvu, amegeuza hofu kuwa mafanikio. Kila kitu kinawezekana. Mtu asikate tamaa kwamba hakiwezekani. Ukipata hata kama ni kakiraka kadogo, unajiendeleza hivyo hivyo kidogo kidogo, Mungu ataonyesha tu njia ya kutokea. Kwa hiyo unalima, unauza, unalima, unauza, kipato unachokipata hicho, matumizi ya watoto, hapo hapo inakuwa inajiendeleza pia kiuchumi zaidi. Kwa majina anaitwa Eliakim Paul, ni mwanasheria kutoka shirika la Civic Social Protection Foundation, lakini pia niko nasimamia kitengo cha haki za binadamu ambacho kinajishughulisha na kutoa msaada na huduma za sheria kwa jamii, hususan wale wasiokuwa na uwezo wa kupata huduma hizo. Ni kweli kwamba shauri la Bi Christina Danieli tulilipokea kwenye idara hii. Kwa hiyo tunaona kwamba zoezi letu ama ushauri wetu wa kisheria tuliompa umezaa matunda, kwa sababu kwanza haki yake ya kutenganishwa ameipata, kwa sasa hivi hanyanyasiki tena, lakini pia istoshe pia anaishi maisha mazuri, kwamba hapati tena ile madhila na sasa hivi anajipatia kipato chake binafsi. Lakini pia kitu cha msingi sasa tunapaswa kuelewa sisi kama wanajamii, ndoa ni kitu kizuri sana, lakini tunaposema kwamba ndoa ni uvumilivu, haimaanishi kwamba ndio mtu avumilie vipigo, avumilie labda matusi. Ni vizuri wakati mwingine ili kuweza kuepukana na madhara yatakayotokana na ukatili wa kijinsia, mtu kufika kwenye vyombo vya sheria na kudai talaka ili mahakama iweze kuwatenganisha wale watu ili kuweza kuzuia madhara zaidi. Lakini pia sisi kama shirika la Civic Social Protection Foundation tunawapokea wateja wengi sana wenye shida na matatizo pia kama ya huyu mteja wetu kama mnavyoona hapo, lakini na wote tunawashauri vizuri, tunafanya nao kazi, tunawaelekeza namna ya kuweza kujikwamua vizuri kiuchumi, lakini pia namna ya kuweza kupata haki zao za msingi kama binadamu. Na kwa mantikio wako wengi na wengi kwa kweli wamefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Hivyo ni wito wangu basi kwamba mkaribie kwenye shirika la Civic Social Protection Foundation CSP, kwa sababu tunatoa ushauri wa kisheria, msaada wa sheria bure kabisa bila malipo aina yoyote.